hii ni Mkombozi TV. Kama ilivyokuwa kawaida wetu, hii ni jukwaa la uinjilisti. Huwa tunapita mtaa kwa mtaa kuwatafuta Wakristo wenzetu, kuwauliza maswali yanayohusiana na Biblia. Lengo mahususi ni kuwakumbusha au kuhamasisha Wakristo wenzetu juu ya usomaji wa Biblia, ambalo ndo neno kiongozi kwa Wakristo wote. Leo hapa bwana nimekutana na Mr. mmoja hapa. Sasa nataka nimuulize maswali yangu mawili matatu. Kwanza nijue anaitwa nani, alafu pia niambie kama yeye ni Mkristo au sio Mkristo. Kama ni Mkristo basi haya maswali yanamuhusu. Sasa nataka utaje majina yako yote. Nani na wewe ni Mkristo wa dhehebu gani? Baada hapo nikuulize maswali yangu matatu muhimu. Majina nani? Majina naitwa Frank Simoni Malipo. Ni mkazi wa hapa Dar es Salaam. Mimi ni Mroma au Mkatoliki. Mkatoliki. Franki Mkatoliki. Frank yeye ni Mkatoliki. Na unakwenda kanisani Frank? Nakwenda lakini sio kivile yani. Sio sana. Sio sana. Sio sana. Mwezi naweza kaenda mara moja, mara mbili nikipata nafasi, lakini changamoto kutokana na majukumu. Kutokana na majukumu ya kifamilia hivyo yani. Lakini Mungu anasema tufanye kazi kwa siku 6, siku ya 7 tupumzike. Hili likoje kwako? Ndio, ni kweli. Hata Mwenyezi Mungu au Mungu mwenyewe kamuumba mwanadamu siku ya 7 ambapo ndo Jumapili amepumzika. Kwa hiyo mwanadamu yoyote ikifika Jumapili lazima apumzike, aende kanisani ama hivyo yani. Ninavyoelewa mimi Na mara mwisho nakumbuka ulienda lini kanisani? Mara mwisho nimeenda mwaka mpya yani. Mwaka mpya? Yani mpaka sasa hivi sijaenda tena kanisani. Kwenda kukaribisha mwaka? Okay. Sasa uko tayari? Mimi na maswali yangu matatu tu yanayohusiana na Biblia. Uko tayari kuyajibu? Niko tayari. Kama ni mepesi naweza nikajibu. Unaweza ukajibu. Lakini yakiwa magumu siwezi kujibu yani. Sawa. Mimi bwana nakuuliza hivi. Katika Biblia kitabu cha mwisho kabisa kinaitwaje? Hapo kwa kweli siwezi kuelewa. Hapo huwezi kuelewa? Lakini unakumbuka ulisomaga mafundisho nini? Mafundisho ambao nakumbuka ni ile hasa yale ambaye maandiko kwenye vitabu au hata na watu wanatumia ile mheshimu mzazi wako au sio? Mheshimu na kila mtu, mheshimu mkubwa, mheshimu mdogo, ili nawe upate kuheshimiwa yani. Okay, ndio unachokumbuka. Sawa. Sasa mtazamaji wa Mkombozi TV, bado tupo na Mr. Frank. Swali letu la kwanza anasema hilo walikumbuke, ila kuna maneno fulani hivi anakumbuka ya kumheshimu jirani yako nini na nini, vitu kama hivyo. Sasa swali namba 2 Mr. Frank inasema hivi, ni mji gani ambao Yesu alizaliwa? Yerusalemu. Yerusalemu. Haya bwana. Mr. Frank anasema mji aliozaliwa Yesu unaitwa Yerusalemu. Sasa kama yuko sahihi, wewe unaangalia Mkombozi TV, nataka umpongeze. Na kama yuko sahihi, basi hebu andika jibu sahihi liwe baraka kwa watazamaji wengine. Mr. Frank. Naam. Swali namba 3. Swali namba 3 nasema hivi, mama yake Yesu anaitwa nani? Kwa sisi wa Kristo tunatumia jina Maria, kwa Waislamu wanatumia Mariamu. Ninavyojua mimi Mariamu au Bikira Maria yani. Au Bikira Maria. Sawa. Swali la mwisho. Nakupa swali la bonus la mwisho. Sawa? Hivi mfalme, sawa? Mfalme wa kwanza kabisa kwenye taifa la Israeli anaitwa nani? Mfalme wa kwanza kabisa kwenye taifa la Israeli anaitwa nani? Ya Israeli? Hiyo sikumbuki. Kumbuke? Ila kwa upande wa Afrika nakumbuka ni Farao, alikuwa Farao. Upande wa Afrika ni Farao. Ndio mfalme ambao ndio Egypt, nani huko Misri huko. Ndio alikuwa Farao, ndio mtu ambaye alikuwa anapingana na Mungu sana. Ila kwa upande wako uliponiuliza Israeli. Yani nikikisia ni kama Daudi hivyo. Kwa mtazamaji wa Mkombozi TV, tupo na Mr. Frank, amejaribu kujibu maswali yetu matatu, na hili tulimpa swali kama la bonus la kumuuliza kwamba mfalme wa kwanza wa taifa la Israeli anaitwa nani. Katika kumbukumbu zake anasema
anakumbuka, lakini anasema ni Daudi kwa mujibu wa maelezo yake. Lakini wewe ambao unifuatilia channel hii, hebu angalia kama amepatia basi mpongeze hapo, kama hajapatia basi hebu weka wewe hapo jibu sahihi ili liweze kuwa baraka kwa mtu mwingine anayefuatilia channel hii. Basi Mr. Frank, nakushukuru kwa muda wako. Asante. Nakushukuru kwa wewe ambao umejibu. Ila sisi kama Mkombozi TV tunakushauri na kukuomba, hauoni kwamba kuna vitu haviko sawa hapo? Nimeelewa, nimeona. Umeona? Sema nyewe mmenishtukiza, hamjaniambia mapema ili nijipange kuwajibu kisahihi, kwa sababu mmenikuta niko kwenye kazi zangu. Hii yote nimewekeza kwenye kazi, sasa kuja kuniuliza hivyo, siwezi kukujibu sahihi. Ila ungeniambia siku fulani mimi nitakuja, na maswali haya naenda kuja kukuuliza, basi mimi ningekaa chini kuchanganua akili yangu, ungekuja unaponiuliza ningekuwa kujibu kiusahihi. Lakini mmenikuta nipo kwenye kazi, afu vile vile akili yangu yote ipo kazini, mimi inakuwa ngumu kukujibu kwa haraka. Kwa hiyo nakujibu vile vinavyokuja kwa muda huo yani. Sawa, sasa kwa sababu sisi tunapita hapa, huenda siku nyingine tukakutana na wewe tena. Kwa hiyo manake ni nini sasa? Manake kuanzia leo hebu jaribu kutafuta Biblia kidogo, uisome au unasemaje? Ni kweli. Manake ukisema tukupange, hiyo inakuwa sio vizuri, kwa sababu neno la Mungu linatakiwa likae moyoni. Ndio. Si ndio? Neno la Mungu linatakiwa utembee nalo. Yaani Mungu utembee naye. Unapojifunza Biblia maana unakuwa unamuelewa, unamjua Mungu. Sawa? Ndio maana ya kujifunza. Sawa? Ndio. Kwa hiyo unaidi utaanza kujifunza Biblia? Ndio, nitaanza. Kuanzia leo au lini? Kuanzia leo yani. Kwa hiyo tukipita tena maswali yetu tutajibu. Nitajibu, haina shida. Au si? Basi Mungu akubariki. Akubariki na wewe. Haya, tunakushukuru sana kwa muda wako. Bwana Mkombozi TV, ninachokuomba, tumemaliza hapa na Mr. Frank, ila wewe ambao unafuatilia kipindi hiki, tunaomba uweze kusubscribe, tunaomba uweze kushare, tunaomba uweze kucomment. Ukifanya hivyo utakuwa umeweka sadaka yako nzuri na sadaka kubwa ambayo itakuwa baraka mbele za Mungu. Basi kwa wakati mwingine na kwa kipindi kingine, kwaherini.